umetupa afya Mungu wa mbinguni, umetupa uzima Mungu wa mbinguni, hakustahili hata kidogo. Tuliazimisha jina lako na mbinguni. Ni wewe peke yako, upewe sifa peke yako Elohim. Matendo yako Mungu ni ajabu. Umetupiga tunamshangilia Mungu wa mbinguni. Umetukuka milele ya Bwana. Asante Mungu wa madhabahu. Unajibu kila anayekuja ndani ya Bwana. Tunakutukuza katika jina la Yesu. Sema amen. Shangilia Yesu. Yesu, makofi mengi. Ametukuka, amefufuka, lazima ushangilie. Maisha yako yamefufuliwa. Amina. Kila hukumu ulionao umefufuliwa. Mateso uliyopitia miezi iliyopita sasa hayapo tena. Umefufuka pamoja na Yesu Kristo wanapelekea hai. Umefufuka na muda mibaya. Maisha yako yamefufuliwa mwanangu. Watoto wako wamefufuliwa. Uchumi wako umefufuliwa. Ndoa yako imefufuliwa. Ndoa yako imefufuliwa. Leo kule vitu vinaenda kutokea. Pasaka hii utapata kazi usiyekuwa na kazi. Pasaka hii usiyekuwa na kazi unapofanya kazi. Pasaka hii usiyekuwa na fedha umefufuka. Maisha yako yamefufuliwa. Uchumi wako umefufuliwa. Ndoa yako imefufuliwa. Hatima yako imefufuliwa. Maisha yako yamefufuliwa. Pokea nguvu ya ufufuo. Ni wakati wa kufufuliwa tu. Wengine ukidhoofika wewe ufufuliwe kwa jina la Yesu. Tatu, Yesu alikuwa kaburini. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu alitoka mwanaume. Alidhihakiwa. Lakini siku ya tatu akatoka anang'ara. Akavaa mavazi ya mang'ara. Inakutabiria uanze kung'ara tu kwenye kila kitu. Uanze kung'ara kwenye kila kitu. Kung'ara kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe ambaye hutambuliki umewekewa giza kwenye uso wako. Hiyo giza naiondoa. Ikiwa leo ni siku ya ufufuo. Ninakufufua kwa jina la Yesu. Ninakufufua kwa jina la Yesu. Nafufua hatima yako, nyota yako. Ninaifufua, sema amina. Ikiwa kuna kitu kilikufa, ikiwa kuna kitu kiliharibika, kupitia nguvu ya Pasaka
Amina Baba. Kupitia nguvu ya ufufuo. Amen. Hapa sisi tushangilie kula wali. Tunashangilia kwa sababu Yesu kufufuka. Amen. Kama ni wali tulishakula sana. Ndio Baba. Kama ni pilau tulishakula sana. Amen. Vyakula haviwezi kukusaidia. Ndio. Mavazi hayawezi kukusaidia. Amen. Tamani Yesu afufuke na wewe kwenye maisha yako. Amen. Afufuke kwa jina la Yesu. Baada ya leo akili yako haitalala. Amen. Baada ya leo watu wako wazuri hawatalala. Amen. Baada ya leo watu sahihi waliopangwa kukuinua kwenye maisha yako hawatalala. Amina Baba. Ninakufufulia watu wako wa thamani kwa jina la Yesu. Amina. Ninakufufulia kwa jina la Yesu. Amina. Jumapili nilikuwa hapa, kuna binti mmoja mgeni. Amina Baba. Wakati namwombea hapa dondoka mapepo, yule binti msomi yule Ndio Baba. aliyekuwa amekaa hapo mbele. Niliona alidondokaje. Ndio Baba. Nikamwambia twende ukapate kazi. Ndio. Leo ananiambia alipata kazi Jumatatu. Ndio. Tena amepata kazi kwenye benki ya uhasibu. Mgeni kaja akapata kazi na katoka Mwanza akapelekwa mbali. Yaani kaja siku moja kwenye hii madhabahu. Muda mrefu. Na ni msomi wa digrii imeshindikana. Kila anapotuma vibali vyake vinakataliwa. Kila anapotuma maombi yanakataliwa. Lakini huyu mgeni kaja mara moja akatoka ameamini na sababu zinazo katumia message hapa wacha niisome. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Baba, mimi naitwa Jema. Nilikuja siku ya Jumapili ukaniombea, ukanitabilia kuwa nitapata kazi wiki. Namshukuru Mungu, nasema kama ilivyoandikwa. Namshukuru Mungu nimepata kazi. Sasa hivi nipo Geita baba yangu. Haleluya! Ukiona wewe upate kazi, unachukulia kama mpenzi wako. Amen. Shida ni Mungu alikuleta kama hivi nilivyo. Amina. Nenda na wewe msoma. Mimi sina peke yangu. Amina. Sema bila. Amen. Huyu ni mgeni. Wewe umekaa na mgeni na kushangaa ambaye una muujiza hapo na kushangaa. Akati upako hapo huko yani waziwazi, yani upako huko waziwazi hapa. Amina Baba. Shida kubadili mtumishi wako huwezi kubadiliwa. Ndio. Shida lazima uniamini mimi. Amen. Hao wa kimwili. Amina Baba. Wa kiroho usiseme. Shida yako unaangalia huyo mtumishi awe mzee umechanganyikiwa wewe. Na Mungu ameweka mpaka kwa vijana kama sisi. Shida upako na kuchanganya. Amen. Huwezi linganisha na vijana wengine. Ndio baba. Ninatembea na Mungu. Amen. Nina upako. Sina majibu ya kwako. Sina majibu yako. Ndio baba. Sina majibu yako. Sema fire. Fire. Hata wewe hujaifika. Hata kuzalisha hujaizalisha, lakini unakataa kuliamini. Tuseme amina. Amen. Sema amina. Amina Baba. Saa ingine hata watoto ulionao hao ni wa mwanaume mwingine ulicheza. Tabiria. Ndio Baba. Kama ule binti alipofanya kazi. Amen. Alikuja mara moja Baba. Baada ya leo. Ndio. Ya leo. Amina Baba. Wewe usiyokuwa na chochote. Amina. Wewe usiyokuwa na jini. Amen. Wewe sawa. Amina Baba. Baada ya leo. Amen. Ukakumbukwe. Amina. Baada ya leo ukakumbukwe. Amen. Baada ya leo ukakumbukwe. Amina Baba. Ukakumbukwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ukakumbukwa. Ukifunga pasipo taarifa yangu huwezi toboa. Amen. Ukiomba pasipo taarifa yangu huwezi toboa. Mimi nikiongea kafanya hivyo na kafanya. Amen. Mungu anatembea na nyaya za mbinguni. Amina Baba. Haleluya. Amen. Juzi natokea Nairobi. Nikafika sehemu nikachanganya barabara. Nikamwambia boda moja nitangulize. Tafutia barabara kwenda Migori. Amen. Ana ndosha boda mimi niko nyuma huko.
Nilipofika akaniambia ile pale mkuu, nikafungua nikampatia 500 ya Kenya. Akasema labda na namba yako. Sasa mimi sikujua 500 ni shilingi ngapi, kuja kupeleleza kumbe 500 nimempa 10,000. Amen. Amina baba. Hiyo ndiye muuliza, akasema matajiri ndio mnatoaga hela hivyo matajiri. Amina baba. Amina. Matajiri atoagi 500. Amen. Tunatoa 1,100,000, 200,000. Pokea ufadhili wa harusi wewe. Usianze kufanya ugali. Pokea ufadhili hata wa pilau. Amina baba. Amen. Ndio baba. Mwezi huu utaisha na marisho pepe ya uchumba. Pokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea baba. Mmekataza kwa mabinti ilikuwa muolewe. Amen. Tunataka kanisani muolewe. Amina baba. Mama si kuacha. Mwanaume yeyote aliyekuacha na kusahau leo huko aliko akose amani. Amen. Amen. Amina baba. Aanze kuhangaishwa. Amina dadi. Malaika waanze kumhangaisha. Amina baba. Malaika waanze kumhangaisha. Amen. Ninatuma malaika waanze kumhangaisha. Amina baba. Malaika wanaonilinda kumhangaisha na Yesu. Amina. Huyo ndio baba. Anayekufuatilia ndio. Aanguke chini. Amen. Iwe shangazi, mjomba, bibi. Amina baba. Baba mdogo. Ndio baba. Mama wa kambo. Wote chini kwa jina la Yesu. Amen. Na imekuwa kwa akili zako zote. Amina kwa nguvu zako zote. Amina baba. Kwa upendo wako wote. Amina dadi. Napokea kubarikiwa. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kubarikiwa. Napokea. Kabla ya msimu hujafika kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Hujafika miliki kiwanja kwa jina la Yesu. Napokea baba yangu. Kabla msimu hujaisha. Napokea. Biashara kwa jina la Yesu. Napokea baba. Kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Shida yaelewa. Watoto wa hii madhabahu ndio wanaobarikiwa na Mungu. Amina baba. Na waliojiunganisha. Amen. Wewe kuja eti kanisa nikawatembelee, nenda katembelee nyumbani kwenu. Amina. Hata sio nyumbani kwenu. Eti kanisani tukawatembelee. Naenda kumtembelea nani? Kanisani ni kwenda kwa ajili ya Mungu akutetea kupigania. Amina baba. Akuvushe kwenye maskini uliopo nao. Amen. Hautakufa maskini. Amina. Utakufa tajiri. Amen. Hautakufa maskini. Amina baba. Pokea utajiri wa mataifa. Napokea kwa jina la Yesu. Utajiri wa mataifa yote. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Napokea. Pokea baba. Pokea connection ya baraka. Napokea baba. Pokea connection za watu wazuri. Napokea mtu wa Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Sema napokea. Sema amina. Amina baba. Wiki hii ndio baba. Naenda kutenganisha mahusiano yasiyokuwa na. Ndio baba. Naona kuna watu wana mahusiano, kumbe hao mahusiano huyu aliyenaye ni nyoka. Amina. Fichua baba. Yaani kwenye mahusiano uliyenaye huyo ni nyoka huyo. Ndio baba, tusaidie wanao. Mungu ameniambia usiku wa leo. Amina baba. Na mimi nakwambia. Ndio baba. Mahusiano hayo ulionao, leo umekaa miaka 10 kwenye ndoa. Amina baba. Ndio miaka 5 kwa sababu Mungu ananiambia kuna mtu unaishi naye anakuchelewesha usifanikiwe. Amina. Narudia tena. Ndio baba. Mungu ananiambia kuna mtu unaishi naye, kuna mtu una uhusiano naye, aidha kirafiki, aidha kimapenzi, aidha kikuoana, amekuchelewesha. Amina baba. Mungu ananiambia wiki hii ndio baba, anaenda kudhalilika, anaenda kuondoka, anaenda kurudi. Kimbie kwa jina la Yesu. Amen. Nilipokuwa Kenya, ndio baba, yangu ilikamatwa. Nikaanza kuambia kwenye gari. Mara maaskari walikaa kwenye gari yangu kwenye mtutu na mitutu yao. Hiyo nipeleke kwenye ofisi zao. Nikaanza kuambia ndani ya gari. Mmenichelewesha kwenda kufanya injili. Mmeharibu muda wangu. Yaani ndani ya dakika 10 Mungu anayemtumikia anawajibu sasa hivi. Amina. Wakaanza kuongea. Maneno ni magumu. Nitaongea kwa sababu ninyi
umeniharibia. Sasa ngoja Mungu awaharibie. Wakaanza kujitetea, sisi tunakitu sheria. Wewe mtumishi tunajua, lakini sisi tunakitu sheria. Nasema amina. Amina baba. Ndio sisi. Sasa kuna wasiwasi. Nikatoka, nilipofika kwenye feri nivuke, huwa sizunguki Kisumu, anavuka kwenye maji. Naanza kunipa pole wale wa feri. Pole sana. Hawa watu wanapenda vifo sana, pole. Lakini ndani nilipokaa kwenye gari pale, akaja mtu mmoja akaniambia, yule aliyekutoa hapa kapigiwa simu na mkuu wa sheri wa feri hii. Kaambiwa umesumbua abiria wangu, ukamrudisha nyumbani. Sasa umeshafutiwa kazi. Amen. Amina baba. Alikuja kuniomba msamaha yule askari na yule mtu ati KRA, wakaniomba na namba yangu ya simu ili niwe nawasaidia na wafungua. Huo ni mpako. Sema amen. Amen. Fire. Fire. Ikiwa Mungu alinitetea hivyo. Amina baba. Anakutabiria. Amen. Popote ukienda. Amina baba. Nenda katetea. Amen. Mzimu uliokushikilia kutoka kwenye matatizo ya kila aina katika eneo lolote ulilokwama wewe, leo hii umekombolewa. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hiyo tumeona ni maana ya Pasaka. Lakini kwamba yamkini tukaangalia ikiwa Pasaka imedadafuliwa kwa mambo mengi sana. Mimi leo nitaita nguvu ya ufufuo. Maana yake somo langu nitaliita nguvu ya ufufuo. Maana Pasaka tunaliona ndani yake ni neno ambalo linafanya watu wengine waokolewe, linafanya watu wengine waachiliwe kutoka kwenye misingi mizito au kwenye vifungo vizito. Sasa mimi naweza nikasema ni nguvu ya ufufuo. Kristo Yesu alipokufa msalabani, kabla hajafa alisherehekea Pasaka pamoja na wanafunzi wake, na alipokufa ndipo akafufuka. Alifufuka siku ya tatu ambayo ilikuwa ni Pasaka. Sasa tuseme mwezi wa Abibu. Haleluya. Mwezi wa Abibu ambapo zamani ilikuwa ikisherehekewa kwenye mwezi Machi and April. Machi na April ambapo ilikuwa siku 14 au tarehe 15. Ilikuwa tarehe hii. Na mwaka ujao haikuwa tarehe. Maana kwa tunaangalia mwezi wa Abibu. Mwezi wa Abibu ulikuwa ni mwezi wa sherehe wana wa Israeli. Kwamba mwezi unapotoka ndipo tarehe inapangwa ya Pasaka. Amina. Yesu, makofi mengi. Sio makofi ya Mungu nenijua. Au mmechoka? Selection power. Kwa Kiingereza selection power. Nguvu ya ufufuo au kuinua au kusimamisha. Ufufuo maana yake ni kuinua au kusimamisha. Nguvu hii itafanya kazi pale ambapo utakapokubaliana nayo. Utakapokubaliana nayo. Na kwa nini? Na kuamini kuwa Yesu Kristo alikufa na akafufuka kutoka katika wafu. Yeye ndiye pekee aliyeshinda kaburi. Kwa hiyo ukimwamini yeye, makaburi yako yote, kuna makaburi ya aina nyingi, uchumi, magonjwa, matatizo mbalimbali. Kwa hiyo ukimwamini aliyeshinda umauti, na wewe kila kitu kwenye maisha yako hakitakushinda. Lazima utakishinda, kitakuwa chini ya miguu yako. Nguvu hii inaweza kuinua na kusimamisha vitu vingi vilivyokufa katika maisha yako. Huenda ni elimu, biashara, ardhi, kuzaa mapooza, ndoa, mikono,
kufungwa, kwamba Yesu alifufuka kutoka katika wafu. Tayari hii nguvu inafanya kazi ndani yako. Na ule mstari wa 9 Warumi sura ya 10 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Unapoamini kwamba Kristo ni mwana wa Mungu na ya kuwa Mungu alimwacha, aliruhusu apate uharibifu, na baada ya kupata uharibifu Mungu akamwokoa au akamfufua kutoka katika wafu. Unapoamini hivyo, tayari unakuwa umeokoka. Wokovu ni kuamini ndani ya moyo wako kwamba Yesu alikufa na akafufuka katika wafu. Unapoamini kwa imani, tayari aliyeshinda kaburi, aliyekufa na kufufuka, ataruhusu pia maisha yako yafufuliwe. Mwanga utokee kwenye maisha yako. Ataruhusu tena kila adha na matatizo ya kila aina yaliyokushikilia na kukufunga yaachiliwe kwenye maisha yako. Haleluya! Jawa na tamaa na mambo yafananayo na hayo, ili kusudi afe kuziua zile tamaa zote za mwili, ili wewe uokolewe. Maana ya kumwamini Yesu ni yeye kuua tamaa zako zinazokuendesha katika mwili wako. Maana ya kumpokea Yesu kwenye maisha yako ni Yesu kuja kutiisha chochote ambacho kinakuharibia, chochote ambacho kinafanya mapenzi yako yaharibike mbele za Mungu, chochote ambacho kinafanya uhusiano wako na Mungu uwe mbaya. Yesu unapomkiri, Yesu unapompokea, tayari anakutenga na hizo roho ambazo zinakugombanisha. Sema amina. Amina. Kuna baraka ziweze kutokea leo kwenye maisha yako, ni kwa sababu kuna mahusiano fulani ya dunia ulionayo, ni kwa sababu kuna watu fulani umeendana nao. Mungu hataweza kuruhusu baraka, kwa sababu ndio maana Yesu akaachiliwa ili wewe umpokee. Unapompokea aweze kutiisha tamaa za mwili. Yeye aliushinda mwili, aliushinda ulimwengu. Ukimpokea lazima na wewe uwe mshindi kwenye kila jambo. Amina. Lazima uwe mshindi kwenye mwili, hautaendeshwa na mwili. Kuna baadhi ya tabia leo ulizo nazo zinamfanya Mungu asikubariki. Kuna baadhi ya matendo ulionayo leo yanamfanya Mungu asifungue milango ya baraka kwenye kwa. Huyu aliyekufa akafufuka, huyu aliyezaliwa kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, ukampokea kwenye maisha yako, tayari tamaa zote, fikizi zote za ulimwengu huu zitatishwa ndani ya mwili wako. Utanyoka na utaishi maisha ambayo yeye aliyaishi. Sema amina. Kitabu cha Mathayo ile sura 28 ndio mstari wa 5 hadi wa 7. Akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya nimekwisha waambia. Amefufuka kutoka katika wafu, na aliwaambia kwamba nitafufuka. Sasa kama unaweza kumwamini huyu aliyefufuka kutoka katika wafu,
na akafufuka. Kwa nini wewe mambo yako yaliyokufa yasifufuke? Kwa nini wewe uzito ulionao ndani yako usiweze kufufuka? Kwa nini bado mtumikie Mungu lakini bado kuna vitu vinakukwamisha? Maana yake, tafasiri yake nini? Haujakubali kufa pamoja naye na kufufuka pamoja naye. Kuna vitu vingine ni very simple. Wokovu sio kuonekana wewe una Yesu mtaani. Wokovu ni kumbeba Yesu ndani yako, yaani yeye anaishi ndani. Ukishampokea ndani yako, tayari hautaamini kama kuna gumu lolote kwenye hii dunia la kumshinda yeye, maana vyote alishinda. Unamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini kuna vitu vimekushinda. Kuna magonjwa yamekushinda. Kuna nyumba umeshindwa kuishi eti kwa sababu bahati si na gongogongwa. Kuna biashara umeshindwa kuifanya ambapo uliye naye alishinda. Jiunganishe na uliye naye aliyefufuka leo ili uweze kushinda kwenye kila hatua. Mume amenishindwa, biashara nimeshindwa, mtoto amenishinda, kile ninachokifanya ninashindwa. Tafadhali yake uliye naye amekufa, bado hajafufuka. Maandiko yanasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anayekutia nguvu ni Yesu. Hauwezi kuweza chochote, hauwezi kufaulu chochote isipokuwa Yesu aje akutie nguvu ili uweze. Ukiwa na imani ya kusitasita, Yesu alishinda mambo yote kwenye hii dunia. Yesu aliambia mti ukauke. Yesu alizidisha samaki wawili wakala watu 5,000. Yesu alizidisha mikate miwili wakala watu 5,000. Yuko Yesu wa mambo yasiyowezekana. Maana hata kama ni kidogo ulicho nacho akiwezi kuongezeka, ukimshirikisha yeye anakizidisha na kinajaa na kinakusaidia, kinakuletea faida kwenye maisha. Yuko Yesu aliyekausha kansa, ndiye aliyefufuka leo. Amina. Wewe unamwamini nini? Unamwamini kwa namna gani? Yuko Yesu aliyetembea juu ya mwamba, aliyetembea juu ya bahari. Yuko Yesu aliyesimamisha upepo. Amen. Amina. Upepo leo ni hayo matatizo yako. Upepo leo ni hizo zoruba zako, maneno mengi, mipango mingi ya uchonganishi. Lakini Yesu akiwa ndani yako, una nguvu ya kusimamisha huo upepo, una nguvu ya kusimamisha hayo magonjwa, una nguvu ya kusimamisha huo masikini, una nguvu ya kusimamisha hilo tatizo lolote. Unapompokea Yesu kwenye maisha yako, ondoa imani ya mashaka. Ondoa imani ya kwa nini. Ondoa imani sasa itakuwa nini. Ondoa imani ya kusema yaani nimechoka, nakata tamaa. Unapompokea Yesu, amini kila kitu kinawezekana, saa yoyote, wakati wowote, mwezi wowote, wiki yoyote, siku yoyote, dakika yoyote, chochote kinawezekana. Maana uliye naye ndani ni mkuu kuliko mkuu wa dunia hii. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Sema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminie aokolewe. Jua neno kupenda. Aliupenda akamtoa mwanawe pekee.
Sasa kama Mungu ameupenda ulimwengu na akamtoa mwanawe wa pekee, na kila mwaminie yeye hatakufa, ataishi milele na milele. Ndio maana aliyekufa katika Kristo yuko hai. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kishindo kinachofanya Mungu akubariki, cha kwanza ni kuamini, cha pili ni kupokea. Kama una imani ya kutokuamini, ni hatari sana kuzifikia baraka zako. Kuna watu wana imani za kutokuamini, yaani imani anayo lakini haamini. Hivi inawezekana? Haamini. Maana Mungu hakumtuma mwana 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sio ulimwengu, ulimwengu ni wewe. Uokolewe. Hakumtuma mwana uje uhukumiwe, ametuma mwana ili uje uokolewe. Kwa hiyo kinachokufanya usiende kwenye ile level ya kuokolewa ni yale mashaka na upungufu wa imani. Yesu atafanya nini kwenye maisha yako ikiwa bado unaishi dunia? Watu wengine leo wanatarajia kwenda kujirusha jioni, wanywe bia, wafanye starehe za uzinzi, ndio wajue Pasaka umeshaimaliza. Hakuna kitu kama hicho. Wamejipanga jioni kuvaa vinini, waingie mjini kwenda kuuza miili yao kwa ajili ya Pasaka. Eti tena wanaambiana happy Insta, happy Instagram. Haleluya, sema amina. Amina. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ufufuo maana yake ni kuanza upya. Ufufuo maana yake ni kutengeneza. Ufufuo maana yake ni kuwa mpya. Yaani usiwe na doa lolote. Amina. Lakini hapo umepangiana ahadi. Saa ngapi mkutane kule, si Goma, si wapi kule. Mle sikukuu chipsi, mfurahie mnyo na pombe. Sikukuu ipo hivyo. Pasaka ya leo ni kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Ni kutafakari jinsi Yesu alivyofufuka. Ni kusoma neno la Mungu, kupoteza maisha kwenye mastarehe. Watu wengi huibiwa nyota zao kwenye starehe, kwenye sherehe kama za leo. Watu wengi huibiwa nyota kwenye masherehe. Watu wengi huitowao kwenye sherehe, tena wenye njanja. Hajawahi kula pilau tangu Januari, anaalikwa kwenye pilau, anakula pilau na nyota na nyang'anya. Hata kama kwako kuna ugali na tembele, vumilia. Hata kama kwako kuna nini, vumilia. Acha kielele cha kuzamini, nimealikwa mahara nikale jioni, utagongwa na pikipiki bure. Tulia sehemu moja. Sema amina. Amina. Lazima uelewe definitions. Mungu anataka nini kwenye Pasaka? Uelewe aliyekuumba. Who needed what? Uelewe Mungu anahitaji nini kwenye maisha yako. Pasaka sio kunywa pombe. Pasaka sio kujirusha na walembo mitaani. Pasaka sio kwenda kufanya uzinzi, gesti zimejaa. Pasaka ni kukaa na kutafakari maisha yako hapo yalipo, mpaka ulipotoka, ulipozaliwa mpaka hapo ulipo, na nini ulichobadilisha, una vitu gani uanze kutengeneza, maana Mungu yupo kwa ajili yako. Mlango umefunguliwa. Amen. Watu wengi hupoteza direction ya maisha yao kwenye starehe, kwenye sherehe kama hizi.
wengi huibiwa nyota kwa kuzini. Watu wengi hupagawa kwenye sherehe kama hizi, sikukuu kama hizi. Anaona ni raha, kila kitu anaona ni raha. Mpendwa, usizini. Haleluya, haleluya, sema amina, amina, amina. Yaani baada ya kutoka kwenye utumwa unaingia kwenye utumwa. Wana wa Israeli waliokolewa, Pasaka ni kupass over, waliokolewa kutoka kwenye utumwa wa miaka 400 ili waje kwenye raha. Wewe unaenda kuzini, unakuwa umetoka kwenye utumwa unaingia kwenye utumwa. Nijibu, mbona mmejikaza kwani? Baada ya kutoka unaenda kunywa gongo, unakunywa bia, eti nitulize moyo. Tunatuliza moyo kwa maji baridi ya kwenye friji. Yesu makofi mengi. Ukiwa na imani ya kusita sita, Yesu alishinda mambo yote kwenye hii dunia. Yesu aliambia mti ukauke. Yesu alizidisha samaki 2 wakala watu 5,000. Yesu alizidisha mikate 2 wakala watu 5,000. Yuko Yesu wa mambo yasiyowezekana. Maana hata kama ni kidogo ulicho nacho akiwezi kuongezeka, ukimshirikisha yeye anakizidisha na kinajaa na kinakusaidia, kinakuletea faida kwenye maisha. Yuko Yesu aliyekausha kansa, ndiye aliyefufuka leo. Amina. Wewe unamwamini nini? Unamwamini kwa namna gani? Yuko Yesu aliyetembea juu ya mwamba, aliyetembea juu ya bahari. Yuko Yesu aliyesimamisha upepo. Amen. Amina. Upepo leo ni hayo matatizo yako. Upepo leo ni hizo zoruba zako, maneno mengi, mipango mingi ya uchonganishi. Lakini Yesu akiwa ndani yako, una nguvu ya kusimamisha huo upepo, una nguvu ya kusimamisha hayo magonjwa, una nguvu ya kusimamisha huo masikini, una nguvu ya kusimamisha hilo tatizo lolote. Unapompokea Yesu kwenye maisha yako, ondoa imani ya mashaka. Ondoa imani ya kwa nini. Ondoa imani sasa itakuwa nini. Ondoa imani ya kusema yaani nimechoka, nakata tamaa. Unapompokea Yesu, amini kila kitu kinawezekana, saa yoyote, wakati wowote, mwezi wowote, wiki yoyote, siku yoyote, dakika yoyote, chochote kinawezekana. Maana uliye naye ndani ni mkuu kuliko mkuu wa dunia hii. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Sema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie aokolewe. Jua neno kupenda. Aliupenda akamtoa mwanawe pekee. Sasa kama Mungu ameupenda ulimwengu na akamtoa mwanawe wa pekee, na kila mwaminie yeye hata kufa ataishi milele na milele. Ndio maana aliyekufa katika Kristo yuko hai. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kishindo kinachofanya Mungu akubariki, cha kwanza ni kuamini, cha pili ni kupokea. Kama una imani ya kutokuamini, ni hatari sana kuzifikia baraka zako. Kuna watu wana imani za kutokuamini, yaani imani anayo lakini haamini. Hivi inawezekana? Haamini.
Maana Mungu hakumtuma mwana, 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sio ulimwengu, ulimwengu ni wewe uokolewe. Hakumtuma mwana uje uhukumiwe, ametuma mwana ili uje uokolewe. Kwa hiyo kinachokufanya usiende kwenye ile level ya kuokolewa ni yale mashaka na upungufu wa imani. Yesu atafanya nini kwenye maisha yako ikiwa bado unaishi dunia? Watu wengine leo wanatarajia kwenda kujirusha jioni, wanywe bia, wafanye starehe za uzinzi, ndio wajue Pasaka umeshaimaliza. Hakuna kitu kama hicho. Wamejipanga jioni kuvaa vimini, waingie mjini kwenda kuuza miili yao kwa ajili ya Pasaka. Eti tena wanaambiana happy Insta, happy Instagram. Haleluya, sema amina. Amina. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ufufuo maana yake ni kuanza upya. Ufufuo maana yake ni kutengeneza. Ufufuo maana yake ni kuwa mpya. Yaani usiwe na doa lolote. Amina. Lakini hapo umepangiana ahadi. Saa ngapi mkutane kule, si Goma, si wapi kule, mle sikukuu chipsi, mfurahie mnyo na pombe. Sikukuu haipo hivyo. Pasaka ya leo ni kukaa kwenye uwepo wa Mungu, ni kutafakari jinsi Yesu alivyofufuka, ni kusoma neno la Mungu, kupoteza maisha kwenye mastarehe. Watu wengi huibiwa nyota zao kwenye starehe, kwenye sherehe kama za leo. Watu wengi huibiwa nyota kwenye masherehe. Watu wengi huito wao kwenye sherehe, tena wenye njanja. Hajawahi kula pilau tangu Januari, anaalikwa kwenye pilau, anakula pilau na nyota na nyang'anya. Hata kama kwako kuna ugali na tembele, vumilia. Hata kama kwako kuna nini, vumilia. Acha kielele cha kuzamini, nimealikwa mahara nikale jioni, utagongwa na pikipiki bure. Tulia sehemu moja. Sema amina. Amina. Lazima uelewe definitions. Mungu anataka nini kwenye Pasaka? Uelewe aliyekuumba. Who needed what? Uelewe Mungu anahitaji nini kwenye maisha yako. Pasaka sio kunywa pombe. Pasaka sio kujirusha na walembo mitaani. Pasaka sio kwenda kufanya uzinzi, gesti zimejaa. Pasaka ni kukaa na kutafakari maisha yako hapo yalipo, mpaka ulipotoka, ulipozaliwa mpaka hapo ulipo, na nini ulichobadilisha, una vitu gani uanze kutengeneza, maana Mungu yupo kwa ajili yako. Mlango umefunguliwa. Amen. Watu wengi hupoteza direction ya maisha yao kwenye starehe, kwenye sherehe kama hizi. Wengi huibiwa nyota kwa kuzini. Watu wengi hupagawa kwenye sherehe kama hizi, sikukuu kama hizi. Anaona ni raha, kila kitu anaona ni raha. Mpendwa, usizini. Haleluya, haleluya, sema amina, amina, amina. Yaani baada ya kutoka kwenye utumwa unaingia kwenye utumwa. Wana wa Israeli waliokolewa, Pasaka ni kupasi over. Waliokolewa kutoka kwenye utumwa wa miaka 400 ili waje kwenye raha. Wewe unaenda kuzini, utakuwa umetoka kwenye utumwa unaingia kwenye utumwa. Nijibu, mbona mmejikaza?
ya kutoka unaenda kunywa gongo, unakunywa bia, eti nitulize moyo. Tunatuliza moyo kwa maji baridi ya kwenye friji. Yesu makofi mengi. Kuna watu maisha yao ni yale yale, hayajawahi kubadilika kwa sababu ya matendo yao mabaya. Sema amina. Amina. Najua ninawauma, lazima tuwalipue. Amen. Kwenda kupiga picha wamevaa na vigodoro. Ndio maana maisha yao hayabadiliki, yako vile vile magumu. Nini? Kanisani ulikuwepo, umefundishwa, umeonywa, unaenda kunywa gongo tena. Amen. Sema Yesu nihurumie. Yesu Mungu akumtuma mwanawe ulimwenguni aje uhukumu ulimwengu. Hapana. Yesu Kristo ametumwa ili wewe uje uokolewe. Uokolewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu kuokoa. Kitabu cha Yohana sura ya 11. Yohana sura ya 11 mstari wa 14, mstari wa 4. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Magonjwa yote, umasikini, laana, mikosi, matatizo yote hayo, Mungu anataka ajitukuze kupitia hayo ulionayo. Ukishafungua moyo wako, yeye anafanya ili ajitukuze kupitia hayo magonjwa, ya kuachie ili yeye ainuliwe kupitia hayo umasikini, kupitia magonjwa ulionayo. Kuna mengine yameruhusiwa kwenye maisha yako ya kutokee ili ujinyenyekeze mbele za Mungu, ili Mungu ajitukuze kupitia. Haleluya. Sema Yesu saidie sana. Kitabu cha chochote kilichokufa katika maisha yako, Yesu Kristo anakutaka uvirejeshe mbele zake ili avifufue. Vitafufuliwaje? Ikiwa wewe huna imani, ikiwa wewe haujaamini. Ngoja niruke nisome mstari wa 43. Anasema, naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Aliyekuwa amekufa siku 4 kaburini alifufuliwa. Lazaro akatoka kaburini na sanda yake ananuka. Sasa kama Yesu anaweza kufanya mambo makubwa, kama Yesu anaweza kufanya hii miujiza mikubwa, kwa nini la kwako limeshindikana? Limeshindikana kwa sababu una mashaka. Limeshindikana kwa sababu huna imani. Una imani na waganga tu. Waganga ndo rafiki zako. Huna imani na watumishi wa Mungu. Huna imani na mambo ya Mungu. Lazima imani yako iongezeke. Sema, katika msimu huu wa Pasaka imani yangu iongezeke. Katika msimu huu wa Pasaka imani yangu iongezeke. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 2 hadi wa 7, maandiko yanasema, watu wale waliokwenda katika giza
wameona nuru kuu. Nuru imewaangaza. Anayeitwa nuru hapa ni Kristo. Waliokaa katika giza, nuru imewaangaza. Waliokaa kwenye bonde la mauti, nuru imewaangaza. Kwa hiyo Yesu ukimwalika popote pale uliposhikiliwa, ulipofungwa, yeye ni nuru ya kuja kumulika pale ili akuwezeshe kuona. Yesu akishaingia kwenye maisha yako, atakuwa nuru kwenye kila kitu. Watu wanaanza kukufuata, fedha zinaanza kukufuata, vitu vizuri vitasababishwa kwako, maana tayari umejiunganisha na nuru ambaye yeye ndiye nuru. Mstari wa 3, umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. 4, kwa maana umevivunja nila ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake yeye aliyemwonea, kama katika siku ya Midian. 5, mara silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo na mavazi yaliyofingilishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Unaona? Sifa ya jina la Yesu ya kwanza ni Mshauri wa Ajabu. Ya pili, Mungu mwenye nguvu. Ya tatu, Baba wa milele. Ya 4, Mfalme wa amani. Na tuko mwezi wa 4 na sifa zake ni 4. Sasa ukashika ukaomba kupitia hizi sifa zake: Mshauri wa ajabu, Mfalme wa amani, Baba wa milele. Amen. Maongeo yake na enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kudhibitisha na kuitegemeza kwa hukumu na haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Yaani Yesu hana mwisho, ni wa milele. Maongeo yake ni ya enzi na enzi. Baraka zake ni za enzi na enzi. Miujiza yake ni ya enzi na enzi. Kwa nini umpokee uendelee kulia? Kwa nini umpokee uendelee kutaabika? Kwa nini umpokee uendelee kuumia moyoni mwako? Nini? Kwa sababu haujawa na utiari. Yesu alipokufa na kuzikwa kwa siku 3, haikuwa na maana amekufa kama wafavyo wanadamu, isipokuwa alikufa ili afufuke, ikiwa ni ishara ya kufufuliwa yote aliyokufa kwenye maisha yako. Yesu alikufa ili wewe vilivyokufa kwenye maisha yako vifufuliwe. Amina, amina. Unaelewa? Siongeeje hapo? Yaani hakupenda kufa, hakutaka kufa, ila alikufa kwa mfano kwamba nikifa, nikifufuka, maana yake na wewe vitu vyako viwe hai vyote. Afya iwe hai, uchumi iwe hai, biashara iwe hai. Hiyo ndio definition. Haleluya. Kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 45 hadi 54. Biblia inasema, basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9.
Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabachthani, lama Eloi Eloi lama sabachthani, yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Na baadhi yao walihudhuria sikia, walisema huyu anamwamini Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifonko, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia atakuja kumwokoa. Sifonko, hebu jifunze kwa kitu sifonko. Upupu unaujua? Tukuchanganyua ongee kwenye maji. Unaonaje? Ilichanganywa, akaanza kuwekewa sifonko, anamiminiwa mafuta yanawasha, na hana uwezo wa kujikuna, mikono yote imefungwa huko. Hiyo ni ishara gani? Kwamba chochote kitakachoinuka kwenye maisha yako, kija kwa maana ya kukuharibia, kija kwa maana ya mbinu yoyote, hakitafanikiwa, maana Yesu alishashinda msalabani. Wakasema, acha na tuone kama Elia atakuja kumwokoa. Na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake, na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Unaona? Yaani kufa kwa Yesu, miamba ilipasuka. Yaani Yesu alipokata roho, miamba ilikatika. Sasa una mwanaume aliyekata roho, miamba ikapasuka. Kwa nini miamba ya matatizo yako isipasuke? Kwa nini miamba ya mateso yako isipasuke? Kwa nini mateso yako yasikuachie? Kwa nini hiyo minyororo isikuachie? Kwa nini hizo kamba zisikuachie? Kwa nini hiyo mateso yasikuachie? Ikiwa kichwa cha Yesu tu kilipasua miamba, kilisababisha tetemeko la ardhi, kilisababisha pazia la hekaluni likapasuka. Chochote kilichoshindikana kipasuke. Mateso yapasuke. Yesu alipokata roho, miamba ilipasuka, tetemeko la ardhi, pazia lilipasuka. Wewe bado unaongea tu shida. Ukitoka tu hapa, hatuna ugali, hatuna unga, yaani ndio tulivyo. Na mhubiri kafundisha, yaani hapa nawaza ndoa yangu sitaishije. Tayari ni ufufuo. Tabia za mme wako zitabadilika. Tabia za mkeo zitabadilika, za ukojolea kitandani zitabadilika. Sijui kama anakojoa, sema hivi. You will believe what? Muulize jirani yako. Ujaje kwenye maisha yako una chale mpaka kwenye ulimi. Eti ukiongea eti ukiongea hela zije. Utawezaje kumwamini Yesu ulipeleka nywele kwa mganga? Lazima imani tange. Utawezaje kumwamini Yesu ulipeleka mnyama kwa mganga? Au Yesu atakuja afanye nini kwenye maisha yako ikiwa kuna kitu kinakushtaki? Utawezaje kumwamini Yesu unatembea na mume wa mtu huko hapa? Utawezaje kumwamini Yesu aje afanye maisha akutatulie maisha? Ulitoa mimba 2. Utawezaje? Atawezaje Yesu kuja kwenye maisha yako, hiyo nguo uliyovaa umeazima kuja kanisani? Yesu atawezaje kuja kwenye maisha yako unadaiwa deni huko mtaani la unga robo? Huo ndio ukweli. Kuna watu wanakulalamikia hela yao walipi, eti unataka Yesu aje afanye nini? Hapo tu kwenye simu yako una namba ya mume wa mtu, umeisevu muuza bamia, kumbe ni mume wa mtu.
Atawezaje Yesu kuja kwenye maisha yako mume wako ulimsaliti ulipoenda kwenu? Ngakutana mliyesoma naye. Ukamsaliti kwenye miwa, kwenye migomba kule Bukoba. Sema amen. Sema amen. Amen. Utawezaje? Yesu atawezaje kuja kwenye maisha yako ikiwa mume uliye naye unatamani aondoke upate mwingine eti hafai? Wewe lazima njia zako zitengeneze. Ombeje na kunyosha njia zako. Yesu atawezaje kufanya kitu kwenye maisha yako ikiwa tu jana umezini na huko hapa? Ulizini kwa kupiga punyeto huko hapa. Utawezaje? Na sijapiga punyeto, ulimtamani tu lakini ukwenda nayo umezini. Utawezaje? Yesu atawezaje kuja kwenye maisha yako? Hapo tu kwenye akili yako kuna mwanaume umemweka kichwani. Hapo zinapoongea unamfikiria. Unamkumbuka alivyokupa ile 500. Kuna kabinti umekaka kwenye moyo huko kana kuhangaisha. Ukipiga simu akapokei. Pleasure zimejaa. Umeamua kuja kanisani ili utiwe faraja. Wewe kutia faraja. Uko na venye umekutana na marungu. Kile unapokimbilia ni marungu. Pako umetunga wimbo. Kila nienda hapo ni marungu. Kila nienda hapo ni. Afuke pamoja na wewe. Hayo yote niliyoyataja achana nayo. Achana. Ninakuhurumia sana. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yaani Yesu hakujua dhambi, lakini Mungu alimfanya kuwa awe na dhambi za kwetu. Kwa nini unaanza kusema nimelaaniwa? Yaani ukishamwamini Yesu hamna laana. Ni kufuta dhoruba, ni kufuta mahangaiko, ni kufuta kila kitu ambacho wewe unahisi kimeshindikana kwako, yeye kinawezekana kwake. Amina. Ndio kazi ya Yesu. Maana Mungu alimfanya kuwa mwenye dhambi. Yaani dhambi zako wewe zilikabidhiwa wapi? Msalabani. Ndio ukishambeba Kristo kwenye maisha yako, wewe ukosei tena, ulishasamehewa. Labda unateleza, lakini ulishasamehewa. Yaani Mungu alishakujua. Lakini unakuta unaomba mama Mungu alimfanya avae mwili wa dhambi ili kwa kupitia yeye tupate ukombozi usiokuwa na mawaa, usiokuwa na mpaka. Tayari nuru ilishaangazwa kwenye maisha yako. Wewe una nguvu, wewe ni mshindi. Anakusubiri tu wewe uanze kukiri ili afanye. Waefeso sura ya 2. Efeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote
asije akajisifu. Sisi tumeokolewa kwa imani, wala sio kwa matendo. Imani. Ndio maana Yesu anaingia ndani mwetu kwa imani. Mtu anayewasiliana na mtu kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam, huwezi yaona maneno yanapita pale kwenye simu, isipokuwa yanaingia, ila uyaone. Hiyo ndiyo imani. Yaani ni kuamini visivyoonekana kwamba vipo. Ni kuamini kuwa Yesu alikufa kweli, Yesu yupo kweli, tayari utapata wokovu. Fahamu kuwa kuokolewa kwetu kulitokana na msalabani mpaka ufufuo, si kwa matendo yetu, bali ni kwa neema. Yaani Mungu angeangalia matendo, asingemtuma mwanae duniani. Angeangalia matendo ya mtu mmoja mmoja, asingemtuma, kwa sababu kuna watu hapa wametoka kwenye ukoo nzito zinazotisha na kusisimua, lakini Mungu amewaokoa. Kuna watu wengine wamepewa neema na Mungu hata hawakustahili, lakini leo ni watumishi, wana mafanikio. Kuna watu wengine wamenunuliwa na Mungu hata hawakustahili, lakini leo wana maisha. Mungu angeangalia matendo, hakuna angeokolewa, isipokuwa yeye alipitisha neema. Neema maana yake ni msamaha, kuhurumiwa. Haleluya. Neema ni kibali, kutofautishwa. Hivyo upasi kujisifu kabisa. Naona unapaswa unyenyekee neema ambayo Mungu alimtoa mwanawe ili uokolewe nayo. Heshimu sana wokovu. Maisha ya wokovu yanatakiwa heshima. Umepata kibali cha kuimba, heshimu. Una kibali cha kupiga magoti na kuomba Mungu akakujibu, heshimu. Maana isingekufaa. Wengi wanatamani lakini wewe umependelewa. Andika kazi ya msalaba kwenye maisha ya mwanadamu. Zipo kazi 12. Nini msalaba unafanya? Namba 1, kukombolewa mwanadamu kutoka kwenye laana yake. Kukombolewa mwanadamu kutoka kwenye laana yake. Unaona laana yake sasa? Yaani Yesu alipoangikwa msalabani, cha kwanza ulikombolewa wewe utoke kwenye laana. Sasa unapopata wokovu na kuuchezea, inakuwa ni huzuni sana mbinguni. Amen. Sura ya 3 mstari wa 13 hadi 14. Kristo alikombolewa katika laana. No, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. 14. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupata kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Hata Roho Mtakatifu anakuja kwa njia ya imani. Tulikombolewa kutoka kwenye laana, maana imeandikwa, amelaaniwa yule aangikwaye kwenye mti. Anayetundikwa kwenye mti amelaaniwa. Lakini wewe uliokolewa kutoka kwenye laana. Sasa haiwezekani umeshaokoka na una Kristo kwenye maisha yako, bado unasema eti nimelaaniwa. Nimelaaniwa na baba. Nimelaaniwa na nani? Hizo laana hazihesabiki mbele za Kristo. Kazi ya Kristo ni kufuta hizo laana ili wewe uwe safi. Amen. Hamna laana ya mzazi. Ni uongo mtupu. Tukueleze ukweli leo. Aliyekubali kulaaniwa na mzazi ameshindwa kumfuata Kristo. Aliyemfuata Kristo laana ufuta. Eti nimelaaniwa, eti na mawazo. Mimi nimelaaniwa, wanilaani. Na ukitembea na hilo neno huwezi piga hatua. Sio laana na kwenda imba. Mimi sijalaaniwa. Sema amina.
Maana kazi ya msalaba namba moja, kukombolewa mwanadamu kutoka kwenye laana yake yoyote. Naona raha ya maisha ya wokovu. Namba mbili, kutusaidia kushinda dhambi. Yaani Yesu yupo kwa ajili ya kukusaidia wewe ushinde dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Ukishamwamini yeye, kazi yake ni kuvunja kazi yoyote ya Ibilisi kwenye maisha. Amen. Warumi 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 3 na 4. Maandiko yanasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Unaona hiyo kitu? Yaani dhambi imehukumiwa katika mwili. Lakini leo ukikosea tu, ukizini atengwe, sita ana dhambi. Hizo ni dini. Mtu akizini afundishwe aendelee kumtafuta Mungu, kwa sababu dhambi ilishahukumiwa kutoka kwenye mwili. Kueleza ukweli. Eti mtu akiiba atengwe, akizini atengwe ili wewe. Kwa sababu nikishamjua Kristo, dhambi ilishahukumiwa. Hata matendo nayo yatenda yalishahesabiwa kuwa ni msamaha mbele za Mungu. Ndio maana Mungu anamuita Yeremia, anamwambia nalikutakasa. Amen. Nimekuita na nimekutakasa. Yaani kashasamehewa. Wokovu division yake nini? Ukishampokea Yesu Kristo kwenye maisha yako, hata kama dhambi za kesho, za juzi, za kesho kutwa zishasamehewa. Wewe tu unabweteka. Kwa sababu nimeanguka, sitainuka tena. Ulikuwa unaimba kwa kasi, unapunguza kasi. Ulikuwa unakuja katana kwa kasi, unapunguza kasi. Na kwa sababu unaogopa. Sasa nionaje? Unajihukumu mwenyewe. Yesu alishakwisha kukusamehe. Maana dhambi ililaaniwa katika mwili, iliondolewa katika mwili. Yesu akishakaa ndani mwako, hautatenda dhambi tena. Kwa sababu hata kama ikitokea dhambi, atakuzuia, atakupa hofu ndani, hautaweza. Kwa maana yangu, hata kama una Yesu, dhambi haitakutawala. The Bible say, ili maagizo ya Torati tusienende kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Sasa usipompokea Yesu kwenye maisha yako, ukafufuka naye, tayari umekaa na mambo ya mwili, utafuata mambo ya mwili tu. Lakini Yesu akiingia kwenye maisha yako, hautafuata mambo ya mwili, utafuata mambo ya Roho. Maana dhambi haitakutawala, dhambi haitakuwa sehemu ya maisha yako, bali utakuwa ni mtu wa rohoni, utakuwa na wasiana na Mungu. Kwa nini dhambi ikutawale? Maana dhambi imekwisha hukumiwa na yeye Yesu aliyekaa ndani ya mwili wako. Nimeeleweka. Ili bibi yako asije tena uongo mtu. Sema amen. Namba 3, msalaba wa Yesu Kristo umekulipia gharama ya dhambi. Mimi nimelipiwa deni. Nimelipiwa deni pale msalabani. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Andiko inarudiwa hilo. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
Umelipiwa. Amina. Namba 4. Umeachiliwa. Umeachilia kibali. Umeachilia kibali cha kuingia patakatifu, patakatifu. Manake umeachilia, umepewa kibali cha kuingia patakatifu, patakatifu. Waebrania. Hamtasoma nyumbani kwenu, twendeni tu. Tufika Waebrania sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 9. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada 7. Lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafasi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. 8. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. 9. Ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabudie. Zamani kulikuwa na kanuni ya kuhani kuingia mara moja kwa mwaka. Yaani nyinyi mnaombewa, msingekuja hivi wote, mngebaki huko mkanipa sadaka zenu afu nikaingia. Na mimi nikiingia vibaya na uwao humo. Lakini Yesu alipofika akafa msalabani, hekalu likapasuka. Maana yake kila mmoja ana uhuru wa kuomba, kila mmoja ana uhuru wa kusikilizwa, kila mmoja ana uhuru wa kupeleka hoja zake mbele za Mungu na kusikilizwa. Namba 5, msalaba umezaa watumishi wapya, makuhani kwenye mabano. Kwa sababu ya muda wangu tumtasoma kwa wakati wenu, uongo si ndio? Watumishi wapya kwenye mabano, makuhani. Andika waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Narudia mara ya mwisho. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Namba 6. Tumesogezwa kwa Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Warumi 8:34. Utapata majibu hapo. Tumesogezwa kupitia msalaba, tumesogezwa kupitia mwanawe Yesu Kristo. Maana tumesogezwa mbele za Mungu. Haleluya. 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 Nani? Wacha tu nisome. Waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema, basi ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Haleluya. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Maana yake msalaba umetuzaa, yani umezaa watumishi wapya watakatifu au makuhani, wamezaliwa kupitia msalaba. Namba 6 ilikuwa ni Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Maana yake tumesogezwa kwa Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Maandiko yanasema 34. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yu mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Amefufuka katika wafu, tena ndiye anayetuombea. Amen. Namba 7, tumefufuliwa, tumefutiwa hati ya mashtaka. Namba 7, tumefutiwa hati ya nini? Ya mashtaka. Wakolosai. Tuiangalie hati ya mashtaka kwenye kitabu cha Wakolosai
Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Maandiko yanasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Naelewa? Akaigongomea wapi? Msalabani. 15. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo wa ujasiri, mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Maanake mamlaka zote zilitishwa chini za dunia, mamlaka za waganga, mamlaka za wachawi. Ndio maana mtu aliye na Kristo Yesu hawezi kuguswa na mchawi yeyote. Aliyekamilika kabisa amembeba Yesu Kristo. Hakuna uganga, hata kama akila vyakula vina sumu hawezi kufa. Hata kama akitegwa dawa pale hawezi kuingia na hizo dawa. Aliyembeba amemshinda mamlaka zote za dunia pale msalabani. Sema amina kama umeshinda wewe. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakini hapo namba 8, matendo yote ya laumu yameondolewa pale msalabani. Laumu ni nini? Tuangalie kitabu cha Warumi 3. Tuanzie 3 mpaka 5. Unasema kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Wow, andiko zuri. Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Wanaokuchanganya, wanaokusengenya, wanaoongea mabaya juu yako, wanaokaa vikao kujadili mabaya, hayo maraumu mwachie Yesu Kristo. Wewe songa mbele. Yesu aliyabeba msalabani. Si umeelewa wewe? Acha wanisengenya na acha kelele kanisani hapa, wananionaje? Kwenda pepo. Haleluya, wewe ni pepo tu. Kwa sababu kama unamjua Kristo, wakiongea ndo zidisha. Wakisengenya ongeza mwendo. Amina. Wakisema tumechoka ndo ongeza spidi. Wakisema kelele tunaongeza tena speaker. Maana ndio maana ya Yesu. Tumechoka na mabezi, tunaongeza jingine. Haleluya. Kwa ajili wakija kwa mambo yao, wakaja kimwili na sisi tunaingia kimwili. Wakija kiroho na sisi tunaingia kiroho. Yaani bao. Hakuna kuogopa. Malaumu yao yalinipata mimi. Yesu anasema. Echa wanisengenya. Wananionaje? Yaani wakiongea, mbona huyu yaani wakiongea, mbona amefanikiwa sana, mbona ana hiki, mbona ameolewa, mbona amefunga ndoa, mbona anajenga nyumba. Wakiongea ongeza nyumba ya 5. Wakisema huyu ni Freemason, hafai, si nini? Nenda pale mjini kwenye soko la Masai, nunua rungu la Masai, kanunue na shuka, ufana manguo meusi, tembea nayo sokoni. Ili wajue tayari Freemason imekamilika. Bao. Sema fire. Hakuna kuambia upunguze gesi, waambie ongeze gesi. Na ukisikia naongea sana, kanue crate la Pepsi baridi wapatie. Kwa sababu wanao kuongea ndio wanao kutambulisha. Maana ulichonacho wao hawana. Ukija kufanikiwa iwe rahisi kukufahamu. Ndio yupi? Ndio yule tuliyokuwa tunamuongea. Eti leo waambieni upunguze. Wananiongea sana hapa mtaani. Mimi nisipoongelewa naumiaga sana. Natamani tu niongewe kwa sababu Yesu alibeba hizo lawama. Ukishamjua Yesu uhangaiki. Eti wananiongea.
hapa kanisani mimi nahama, huo mtaa nahama, mtaa wa Rumala wanaongea sana. Acha waongee, wanakusafirisha kwenye baraka zako. Rumala wakikaa kwenye mikao, ukipita wanakuongea, hao ndio wazuri, wakicheka na wewe cheka nao, hivyo hivyo maisha yaendelee. Kukaa mtaa wa waongeaji ni raha sana, kwa sababu ukimiliki tu anaanza kukutangaza. Ukivaa tu suti mtu anaanza kuongea. Ina raha sio raha? Mbona mmenyamaza? Waongeaji. Sema amina. Sema fire. Hili andiko tamu. Anasemaje? Namba 8 anasemaje? Kwa maana Kristo naye hakujipendekeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Wow. Namba 4, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa thaburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. 5, na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi kwa mfano wa Kristo Yesu. Yaani ukishamjua Yesu hangaiki na watu. Kuna wengine wanaacha kwenda makanisani yetu wanaongelewa. Wananiongea sana. Mjinga kujumuisha mjinga unapata taila. Haleluya. Sema amina. Sema fire. Namba 9. Msalaba umeondoa laumu na mashtaka yote. Sema msalaba. Sema msalaba umeondoa laumu na mashtaka yote. Isaya 53 mstari wa 4. Maandiko yanasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimzania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Haleluya. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mbona bado unaumwa? Una kansa, unawasha mwili, umeachwa, mume kaondoka, saa ingine hujui kupika, mume kaondoka, kitanda utandiki, mume kaondoka, hauogi mwanamke siku 3, mwanaume atabaki hapo. Kupiga mswaki changamoto ya mauti. Waebrania sura ya 2 na ule mstari wa 14 na 15. Maandiko yanasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Hiyo unapomwamini Kristo unashinda nguvu za mauti. Haleluya. 11. Msalaba umeleta msaada kwenye majaribu. Kwenye majaribu yanayotukumba. Msalaba umeleta msaada kwenye majaribu yanayotukumba. Waebrania sura ya 2 18. Maandiko yanasema, na kwa kuwa mwenyewe aliteswa, alipojaribiwa aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kwa tukijaribiwa katika imani, katika wokovu, katika eneo la kumtafuta Mungu, katika eneo lote la maisha ya wokovu, yupo anayeweza kutusaidia majaribu yetu, ambaye yeye alibeba hayo majaribu. Haleluya.
12:11. Msalaba umetuondoa katika laana ya umaskini. Msalaba umetuondoa katika laana ya umaskini. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Maandiko nasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Unaona? Kwa hiyo Yesu alibeba umaskini wetu ili sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wetu sisi ambao yeye aliubeba. Amen. Mungu akusaidie. Mambo yaliyokufa lazima yafufuke kwa jina la Yesu. Je, una magonjwa sugu? Je, biashara zako zinakufa? Je, unajenga nyumba haiishi? Je, unatafuta kazi haupati? Je, unafeli darasani? Je, kila unalolifanya linaishia njiani? Je, ndoto mbaya unaota zinajirudia? Hii ni saa ya ufufuo. Ufufuo pekee unapoinua imani yako na kuamini, ukombozi unaachiliwa kwa ajili ya maisha yako. Sema kwa jina la Yesu, chochote kilichokufa kwenye maisha yangu, iwe ni biashara, iwe ni ndoa, iwe ni elimu, iwe ni huduma, iwe ni kipawa, ninatangaza kifufuke siku ya leo. Kifufuke siku ya leo. Ninakifufua kwa jina la Yesu. Hebu anza kufufua. You go. Baba, katika jina la Yesu Kristo, chochote kilichokufa kwenye maisha yetu siku leo tunafufua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa nguvu yako mfalme, jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hebu fufua vitu vyako vyote vilivyokufa kwenye maisha yako. Fufua moyo wa Mungu yetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kama nguvu ya fufuo iliyofufua Yesu Kristo. Na sisi siku leo mambo yetu yafufuliwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa uweza wako Bwana, kwa nguvu yako mfalme, kwa uweza wako Yesu uliojewa, ikawa juu yetu, ikawa juu ya maisha yetu, ikawa juu ya kazi zetu, ikawa juu ya ndoa zetu, ikawa juu ya watoto wetu. Fufua moyo wa Mungu, fufua kazi iliyokufa, fufua ndoa iliyokufa kwenye maisha yako. Kazi yako imekufa, watoto wako wamekufa, biashara yako imekufa. Nenda ukafufue, nenda ukafufue siku leo. Iko nguvu. Amini katika kufufuliwa.